Habari mpenzi mtazamaji wa The Wedding Cycle Podcast. Siku ya leo tumeambatana na Golden Classic Maids. Leo tutajadili mambo kadha wa kadha yanayohusiana na sherehe pamoja na kufanikisha event, lakini pia kufanya sherehe ionekane kwa ukubwa mzuri na ionekane ni event ambayo ni loyal. Watu wengi wanaposikia maids au wanapoona maids wanajua ni swala tu la kucheza cheza na kurukaruka, lakini kumbe ndani kuna vitu vingi sana ambavyo vimejificha. Leo tutaenda kuzungumza nao na kupiga nao story mambo kadhaa na utaweza kufahamu kwa ukubwa zaidi. Karibuni sana. Asante sana. Watu wengi wanaona maids labda ni kama mapambo tu, ni kama watu wanaocheza cheza ukumbini, labda vile viklipu vya kucheza cheza. Ni nini hasa kitu ambacho ninyi mnafanya kwenye sherehe? Sisi aim kubwa kwanza ni kusherehesha, kufanya sherehe ionekane ina mvuto mbele za watu. Alafu then ni wasindikizaji wa maharusi. Kwa maana kama ni issue ya harusi, sisi tunakuwa ni wasindikizaji wao. Kwa maana kuna groomsmen na bridesmaids kwa upande wa kike na groomsmen kwa upande wa kiume. Kwa maana nyingine tunasema kama wasafisha uwanja. Si ndio? Na situation ambazo kitu kingine ambacho huwa tunakifanya ni kuboost confidence kwa maharusi. Kwa maana ili kumfanya bibi harusi au bwana harusi ajione kwamba ana confidence ile kwamba hata anavyoonekana mbele za watu afanye kitu kwa confidence. Kwa sisi hapa tunakuwa tunachochea ile vibe kumfanya yeye awe na confidence katika aione sherehe yake. Maharusi ni wapya kwenye sherehe. Yaani wao ndo siku ya kwanza wanaingia kwenye sherehe, ile moment wanakutana kwa mara ya kwanza. Lakini sisi ni watu ambao kila wiki, kila siku tuna kazi. Kwa sisi hapa ukumbi tumeuzoea. Sijui unaelewa. Kwa hiyo ukumbi kwa sababu tumeuzoea, kwa sisi tunajua zile sheria za ukumbini. Kwa hiyo sisi tunaweza tukamwambia maharusi, bwana, muda mnaingia ukumbini, mkifika kabla hamjafika ukumbini, sisi mkifika katikati tutakuja kuwapokea, tunawapeleka mbele. Umeelewa? Kwa hiyo pale maharusi wanajiona kumbe sisi hatuko peke yetu. Tunajua unaweza kukutana sherehe nyingine, yani sherehe lakini inakuwa haina wale wageni waalikwa wanakuwa hawana vibe. Kwa hiyo vibe itaanza kwa nani? Vibe lazima lianze kwetu sisi maids. Umeelewa? Vibe lazima lianze kwetu sisi maids. Tunapopokea wale maharusi, tunawapeleka mpaka pale mbele, tunaanzisha ile moment ya kucheza. Wageni waalikwa wakiona vile, ngoja sisi tukasupport. Unajua zile kuna kitu inaitwa she factor, tabia muigano, tabia kikondoo. Yani kondoo ana tabia moja hivi, yani wakiwa wanatembea wengi, mmoja akiruka basi wengine wote wanaruka, hajalishi pale kama kuna shimo au hamna shimo. Yani ni tabia tu, tabia ya kawaida kwenye jambo kama hilo. Kwa sisi tunaanza kuonesha ile vibe ya kucheza na maharusi pale mbele. Hata wageni waalikwa nao wanaona kumbe jambo linawezekana, basi na sisi ngoja tusogee pale mbele tukacheze nao. Umeelewa? Hilo ni jambo la pili au la tatu kwenye moja kazi yetu. Cha pili, sisi maharusi tunafanya kama watoto ndani ya ukumbi. Sijui unaelewa? Sisi maharusi tuna tabia yetu moja. Unajua bibi harusi na bwana harusi ni wafalme na malkia kwenye ukumbi. Kwa hiyo sasa sisi kama maids tunavyowaendo wanajisikia vizuri kwa sababu kuna party ya kula. Unaijua sahani ya chakula? Sahani ya chakula ilivyo nzito. Yani kabla hujaweka chakula ukiibeba tu hivi, unajua kazi tunayo. Sasa imagine ile sahani ya chakula unajaza vyakula mle vingi. Umeelewa? Na muda mwingine utamkuta labda bibi harusi au bwana harusi kashika sahani mkono mmoja hivi. Alafu na mkono wake wa pili kashika sahani nyingine ya bwana harusi. Alafu mmoja kati ya wale ndo anapakia chakula. Sasa imagine ule uzito unakuwaje. Kwa sisi hapa tunaenda kuwasaidia ile jukumu. Sisi tunawasaidia, tunachukua vile vitu, zile sahani, tunasaidia sio na bwana harusi na bibi harusi, hadi wale wasimamizi wao matron na patron wote tunawasaidia, tunapelekea chakula kwenye meza vizuri kwa wajisikia wako nyumbani. Kitu kingine kuna kitu kinaitwa maharusi wana sisi maharusi wanatukodi, sio ndugu zao. Umeelewa? Sio ndugu zao. Na kitamaduni kwenye masuala ya maids zamani huko, yani ilikuwa mtu akitaka kuchukua maids anachukua mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, mtoto wa fulani, jirani yake, yani watu ambao anawajua. Lakini sisi tumedesign hiki kitu kiwe tunakodiwa. Kwa mtu mwingine hajui kama maids anakodiwa mpaka leo hii. Mtu mwingine hajui.
kwa hiyo sasa tunawatengeneza vipi maharusi sisi kuwa kama vile ndugu zao. Ndio maana sisi Golden Classic Mates tumetengeneza kuna jambo letu moja, yani kabla wiki moja au wiki mbili kabla, maharusi wetu watakao tubuku lazima waje mazoezini kwetu, tufanye nao mazoezi. Sio lengo kufanya nao mazoezi tu, shida sisi pale tunataka tutengeneze chemistry, yani awaone sisi Golden kumbe ni kama vile wadogo zangu yani unajua zile yani sisi ndio ambacho tunachokifanya. Kwa hiyo tuna majukumu mengi sana, ambao maharusi waliofanya kazi na sisi wanatujua. Hapo kwanza kabla hujaendelea mbele, hapo kwenye kukodiwa umesema sisi mates sio ndugu zao tunakodiwa. Kuna wengine tunaonaga wanakodiwa kwenda kwenye misiba labda kulia na nini. Huko pia mnakuepo? Ya, kwa upande wa msiba ni sahihi, ndio kama sahihi. Ndio. Kwa sababu pale kuna vitu vingi vya kufanya. Aidha unaweza mkatukudi hata tu. Kwa mfano misiba asilimia kubwa waende sana wavana au boys. Ndio. Wanavaa labda suti black kwa mazingira ya msiba sana kukua. Kwa hiyo pale kuna mambo mengi. Kuna kuganisha watu maji, kuna kubeba jeneza, mtu anabeba kata maana napata huko nje huko. Kuna watu wanashangaa beba majeneza huko wanacheza. Swali hilo linawezekanika kabisa. Kwa hiyo nao nataka upande wa msiba mimi naona iko vizuri na tunafanya na package zake zipo. Kwa mna package pia kwa ajili ya misiba. Kwenye misiba package hiyo si tunayo, na vile vile unajua jambo lolote linalokusanya mtu zaidi ya mmoja ni sherehe. Unaelewa? Kwa hiyo kwenye msiba sisi tunaona kama ni sherehe. Ndio maana kuna package maalum ya kwenye msiba. Kwa hiyo ndugu, na sherehe zipo aina 3. Kabisa. Sherehe ya kuzaliwa, sherehe ya kuolewa na kufa. Kwa hiyo kwenye msiba sisi kama Golden tumeandaa package kwa sababu ya kuangalia kwanza nini? Kuangalia kwanza wito, kwa sababu kwa mara 3 au 4 tumechukuliwa kwenye msiba. Tumeenda kuonesha uwepo wetu kwenye msiba. Watu wameona kitu cha tofauti. Unajua zamani ilikuwa inajulikana misiba ni jambo ambalo watu wa pale tu wanafanya ile moment ya pale, yani chacha, lakini sisi tulivyoenda pale tumeonyesha kitu cha tofauti. Tushafanya issue kwenye msiba lakini ilikuwa ni upande wa protocol. Sawa. Umeona? Ndio. Kwa maana ya kusimamia kuhakikisha kila kitu kinaenda kama kilivyoratibiwa. Umeona? Labda kwa sababu kwenye msiba pale kuna watu tofauti wengi. Kwa hiyo na kuna ratiba huwa zinakuwa zimepangwa. Misiba sasa hiyo ya kiitifaki unazungumzia. Sawa. Ya kiitifaki unazungumzia. Kwa hiyo sisi hapa tunakuwa pale kuhakikisha mfano watu fulani wanatakiwa wakae sehemu hii. Tunasimamia hilo zoezi. Kama hapa anakaa viongozi wa dini, hapa atakaa viongozi fulani, hapa atakaa watu fulani, ili kuhakikisha kila kitu kilichopangwa kinaenda sawa. Ndio. Yeah, that is all about it. Lamso amezungumzia swala hili la mambo ya kiitifaki, protocol kwenye misiba, lakini nimekumbuka pia niliwahi kuona ilikuwa ni kama sikosea, ilikuwa ni ligi kuu. Wakati wa kutoa lile kombe, kuna wadada walikuwa wanapita wamebeba lile kombe wanatembea kama mamisi. Lakini pia kabla hata ya hizo hafla ya kugawa hilo kombe, unaona labda wadada wamejipanga, wamependeza, yani inakuwa na mvuto fulani, navutia mtu kuendelea kuangalia. Je, zile pia mnafanya au sio jukumu la maids hilo? Zile pia tunafanya. Kwa sababu maids yani tumejikita katika sehemu nyingi. Unaweza katukodi kama hivyo kwenye harusi, misiba na hiyo protocol. Sasa uliongelea wewe ni protocol. Ambao sasa wanataka mfano kama kwenye issue ya lese mambo ya ligi kuu uwanjani. Kuona watahitaji lese watu kama 12. Tutahitaji watu wadada 4 wataenda kupeleka kombe, watu fulani watasimama sehemu fulani kwa ajili ya kuwapanga watu fulani. Kwa hiyo yani issue zote tunafanya vizuri kabisa. Kwa hiyo ni wewe tu ni kitu gani unahitaji tunafanya kila kitu. Na sio ligi kuu tu, ina maana hata kama kuna ndondo cup sijui na yani kila kitu mnaweza mka participate vizuri kabisa. Sawa, ni vizuri. Lakini pia unakuta event nyingine umeenda labda ni ukumbini, unakuta sherehe imepoa, marusu wanaingia wamepouza. Yani unajua kuna ile sherehe nenda unakuwa board, unakuwa yani unatamani hata sherehe iwahi kuisha uondoke tu. Mkikutana na sherehe kama hiyo, nyewe huwa mnafanyaje ili kuiboost ili sherehe at least changamke ionekane kwamba sherehe ina vibe?
Yani hapo cha kwanza kazi yetu ni ushereheshaji. Kwa hiyo inabidi to make sure yani watu wote wafurahi. Kwanza ile interest na tunapoingia pale. Yani inabidi watu ina take attention. Kwa tunapoingia pale kila mtu anakuwa surprised, unajua Kwa hata ikifika muda wa kucheza pale, zile kuwa hype maharusi pale na wale wageni waliko lazima watasogea, kazi inaenda tu vizuri. Kuna event mimi nishoe kwenda, nikaona maids sawa wana vibe kali, waliingia vizuri, wana vibe, watu wanaangalia tu. Imefika muda njoni mcheze mbele na maharusi, maids wameenda mbele wanacheza, watu hapo tu kwenye viti wanaangalia. Nyewe mnafanyaje sasa kuitoa hiyo hali ili kusudi hata wageni waliko ambao wamekaa waweze kusogea mbele kwa ajili ya kucheza? Umletu la kwanza pale tunabidi tuandae songs au style nyepesi tuzicheze ili watu watufuate, yani tushawishi. Kwa mfano labda hata kwaito sawa, hata kama DJ hajapiga kwaito lakini tucheza kwaito, DJ kule anaiplay then watu wote wanakuja mbele, tunafanya kile kitu, tunachangamsha sherehe. Hata kuna siku moja, kuna sherehe moja bwana ilipoa, kuna dada yangu mmoja huyo alichezaga dada ukumbeni akaanguka. Yani ile siku sitaisahau. Bosi naye alitongeza hela sababu shughuli ilipoa sana. Kwani sisi tulichangamka, mtu anacheza majesho yanakotoka, mdada hadi chini kaanguka. Huyo ni mate sasa. Yani afu hiyo clip kama niliona, kumbe mlikuwa ni nyie. Ni sisi hapa tulikuwa pale. Yani ilikuwa hatari sana. Na tuliongoza mpaka hela. Kwa hiyo ni jukumu letu kuchangamsha shughuli. Yani sio tu kwa muda huo. Ina maana hata kwa mfano pale labda kuna semaga nyimbo bwana hizi nyimbo za wakubwa sio nyimbo za 2000 tuziache, lakini sisi bado tunaamka hata kama kuna 2000 sio 2000 tunaenda koko kuzipiga hizo nyimbo. Kwa hiyo sisi yani huwa ukumbini hatutakiwi atupoi kabisa. Tunafanya kazi ngazi kwa ngazi na kwa kila hatua. Tunamshukuru Mungu kwa swala hilo. Mungu katupa upeo mkubwa na majukumu mazuri kumbe tunayafanya. Mtu anavyokuwa anahitaji maids anakuwa na uchaguzi. Mezani kunakuwa na aina ya maids tofauti ambao inabidi achague kundi mojawapo. Sasa endapo itatokea amekosea kwenye uchaguzi, inaweza karibu sherehe. Maana kuna mwingine anakwambia mimi nitachukua wadogo zangu hapo, anawashonea magauni, anawashonea sare, watoto wa mjomba sijui shangazi. Bwana wanajifunza wiki 2-3, sherehe inafika ile inaweza karibu sherehe. Ile inaharibu sherehe kwa sababu wanakuwa hawana uzoefu na ile kazi wala confidence hawana kwenye kuanza kuingia mpaka kumaliza. Ina maana utakuta labda wanaingia maharusi. Unajua maharusi kazi zile pale ni wageni katika mambo hayo katika harusi. Mtu kwanza kumtu siku ya kwanza, kwa hiyo anakuwa elewi. Kwa hiyo unakuwa unamchukua mtu ambaye sasa hii bibi harusi anaingia anafika mpaka mwisho, hujampokea kumpa support. Hiyo nao upande mwingine unakuwa unaharibu kazi. Kwa hiyo inabidi sasa pale yani unaharibu vibe. Unabidi chukua tu sahihi, yani watu sahihi wana uzoefu na hiki kitu. Yani kitu kizuri kufanya kitu ambacho unakijua ni kitu kizuri sana. Sawa. Madam hapo na cha kuongezea? Yes, na cha kuongezea. Mfano kama inaweza karibika kwa sababu gani? Kuna baadhi ya maharusi wakija ofisini kutubook sisi maids. Anakuambia kabisa mimi kucheza siwezi. Kwa jamani naombeni nikishacheza tu kidogo, nikishafika sehemu fulani ambapo mje mnifuate. Ushaelewa? Hapo mnaenda naye style zote anazotaka. Sasa wale kulingana na wale ndugu ambao amewachukua, wale pale wamejifunza tu kwa ajili yao. Kwa ajili ya tu kuingia kusafisha njia basi. Na sio kwa ajili ya kumsherehesha yule pale na kusherehesha sherehe nzima. Ni tabia gani ambayo inaweza kumfanya bibi harusi au maharusi wakatoka sasa kwenye mood yani na wakapoteza hata confidence, wakapoteza kila kitu na siku yao ikawa imeharibika? Swali zuri sana ndugu yangu. Kitu ambacho kinaweza kikawatoa kwenye mood maharusi, jambo kubwa ni kuchelewa kwenye eneo ambalo mmekubaliana. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo mkipangiana bwana muda wa kanisani ni muda huu. Ndio. Ukikosa kwenda sawa na ule muda mliopangiana, hapo lazima watoe kwenye mood. Ndio. Kwa ndio maana tunapataga malalamiko kwa baadhi ya maharusi bwana, kuna watu fulani bwana tuliwachukua kipindi kile walichelewa sehemu fulani. Kwa hiyo sisi waga tunawajibu tu kutokana na wao, lakini kwa upande wetu sisi bwana tumejipanga sana kwenye kujali muda. Sawa. Sisi bwana hata ukisema sherehe yetu iko Chanika, sisi muda ukitupangia bwana mida ya saa 5 asubuhi misa inaanza. Saa 3 tutakuwa tushafika pale kwa sababu
tumejipanga kwenye jambo la watu wa saruni. Tuna special artist zaidi ya 5 ambao wapo special kwa ajili yetu tu. Kwa hiyo kutuambia sherehe yetu nyinyi, sherehe ipo Chanika Dar es Salaam, sisi tunatokea Mabibo ofisini kwetu. Sisi tunaanza tukaorganize na watu wangu wale wote, mates wangu wote bwana, saa 10 saa 10 alfajiri mwanze kufanya makeup mpaka saa 1 tunatoka hapa. Tunaelekea kanisani. Kanisani tunafika saa 3, tunasubiri maharusi wetu. Maharusi wakishafika pale, wamewakuta mates hapo, lazima wafly. Kwa hiyo hawawezi tena yani kutoka kwenye mood. Asubuhi tu wamefika pale na wamewakuta. Hilo jambo moja ni nzuri sana. Ndio. Na kingine ni kazi hapo kuna swala moja nilionga sawa, swala la kwenye rangi. Unajua bwana harusi au bibi harusi ashachagua rangi fulani, basi uende na rangi hiyo. Ukienda na rangi nyingine unamtoa kwenye mood. Kwa mfano labda kachagua labda rangi ya gold, wewe unaenda na rangi ya Pantone Red, afu yeye kavaa Pantone Red hiyo. Inakuwa changamoto sana, lazima mtoe kwenye mood. Sasa vipi? Wanaweza hata akakufukuza. Mnakuwa mshaharibu hapo. Ni changamoto kubwa sana nayo. Kuna event moja niliwahi kuona clip ya bibi harusi anaingia ukumbini. Bibi harusi amevaa shela jeupe, maids nao amevaa nyeupe. Lakini sasa mwisho wa siku ukiangalia ile clip unakuja ugundua kwamba tofauti wa bibi harusi na maids labda ni kulikuwa na nini fulani, huwa kuna kidude fulani wanaweka hapa mbele, kibanio. Sasa ile clip nilivyoona nikasoma comment, nikakuta wengi wanawasifia wale maids wamependeza kuliko bibi harusi, japokuwa wote wamevaa nguo nyeupe. Wadada sijui anakuwa amekamia sana au hiyo huwa inakuaje? Hiyo kwa upande wa mavazi sana. Ndio. First time tunavyoonana na mteja ambaye ni bibi harusi au bwana harusi, huwa tuna discuss, huwa tunamuuliza kwanza. Ndio. Sana sisi kama maids huwa tunachukua rangi za ukumbi. Ndio. Na tunamshauri hivyo bibi harusi, kwa sababu sometimes bibi harusi anataka uvae uendane na yeye vile alivyovaa. Lakini huwa tunampa ushauri mzuri kwamba itakuwa ni vizuri zaidi ikiwa sisi tukachukua tukakop na rangi za ukumbi. Hii ndio itasound good. Umeona? Hivyo ndio ninavyokuwa. Changamoto nyingine ni kuna baadhi ya mates wanakunywa sana pombe ukumbini. Kuna baadhi ya harusi wakienda wanakutana na pombe nyingi, kwa wanakunywa. Sasa inapelekea kuna muda muda kufungua champagne. MC ataita naombeni mimi sije kufungua champagne. Mtu anafika pale mbele anapepesuka. Yaani mtu haelewi kitu anachofanya. Kuna bosi mmoja alikuja afu mnabeba pia kabisa bia. Kwenye kundi letu sijaona. Labda kuna medicine niliwahi kukutana nao. Sherehe ile imeisha, wamechukua zile chupa ndefu za uhai wanamimina tu. Si tuko pancho sana. Si tuko vizuri sana, na kulingana na sheria za kundi letu hauruhusiwi kubeba chochote ukiwa kumbini. Yes. Na hapo nachukulia vipi, kuna bosi ashakuja kulipia, kuja pale ofisini kuonana naye. Akasema ilikuwa ni send off iliyopita nyuma yake. Akatuambia kama alikutana na mates, yani kabla sherehe haijaanza hajaingia kuingia alikuwa shalewa tayari. Kwa hiyo hapo ina disappoint watu wote. Konye hamnyo kabisa. Hapana, yani hauruhusiwi. Hamnyo pombe. Yes, hauruhusiwi ukiwa kwenye harusi usikunywa pombe, yani ni sheria. Kwa hiyo ikitokea umekunywa pombe, you are fired. Kwani ili kuwa mates lazima kwenye sherehe uwe na undugu au urafiki na maharusi? Kwa nini? Kwa sababu mimi najua akiwa labda ni ndugu yake au rafiki yake kidogo anakuwa na ile comfortability kwamba najua naye, hata anajiachia na nini, na hata story tu zinakuwa zinanoga. Sasa kwa upande wenu inakuaje hiyo? Mnakutana na mtu ambaye hujawahi kumuona kabisa, labda hata advance alituma kwenye simu na haujawahi kuona hata picha yake, yani ndio umekutana naye kwa mara ya kwanza. Huwa mnaweza aje kutengeneza hiyo chemistry? Cha kwanza inatakiwa ni uchangamfu. Ujue katika maisha haya ukiwa yani niseme labda binafsi kwa lugha nyepesi. Yani mtu kwa mfano mimi naye ndio swala tunaonana. Ni kuchangamkia, lazima uchangamkie. Ndio. Kwa sababu watu wana kamati inaandaa shughuli zaidi ya miezi 6 8 mpaka mwaka. Alafu zeni sisi tu mtu akujui, anakutafuta mtandaoni, anakucheki, anakutumia advance. Kwa hiyo siku unakutana naye inabidi umchangamkie, sio yeye ndio kuchangamkie. Sawa. Hapo nyewe kuna nakumbuka kama hapo nyuma kwenye ulevi kidogo, nakumbuka nyuma kidogo tulikodioga makundi mawili. Ndio. Ni makundi hapa mjini, si kwa jina siwezi kulitaja.
bwana kuna kundi moja mdada afanya alilewa sana. Ndio. Mmoja bwana anataka ngukie keki. Wakamdaka. Hasa baadaye pia kwenye mchezo rafiki yangu yule mdada mmoja kaenda bwana alimbusu bwana harusi. Ilikuwa changamoto sana. Yaani tukaja tukajumuisha wote kaonekana wote. Yaani Medsa kambusu bwana harusi. Kambusu bwana harusi kalewa yani. Reaction ikawaje sasa? Ilikuwa hatari sana. Yule dada alitolewa nje kwa fujo na kwa kupigwa vibao. Ndio. Lakini upande wa pombe sio mzuri sana. Sisi bwana hatunywi pombe wala hatubebi vinywaji. Sawa sawa. Tunaenda kufanya kitu tupeleka. Sawa sawa. Yeah. Naam. Labda kwa kuongezea hapo, mara nyingi huwa tunashauri tuweze kukutana na mteja before events ili kutengeneza ile bondi. Sawa, before, kwa sababu kutengeneza ile bondi itamfanya kwanza akuzoee, alafu utaweza kusikiliza anataka nini. Either labda umpe vibe, labda umfundishe. Sometimes huwa tunafanya mazoezi pia. Maharusi tunafanyisha mazoezi before event yenyewe. Kwa hata kama amebanwa labda na ratiba zake, atatuma advance kwenye simu. Huwa tunashauri labda atenge muda wake, atafute muda ili tuweze kukutana kwa ajili ya kutengeneza ile chemistry. Sawa sawa. Yeah. Mlishawahi kuokoa sherehe ambayo ilikuwa imeharibika kabisa? Ndio. Ilikuwaje? Yani hiyo moment ilikuwaje? Watu wanatamani kufahamu na mliokoaje? Yani kuna siku tuko mbele pale tunacheza. Ghafla muziki ukazima zaidi ya dakika 30. Ndani kwa kumepoa tu. Sasa pale sisi bwana tukaanza kuimba ngonjera za shule ya msingi. Bwana kwaya leo twaingia baharini. Watu wanajibu mara mabata madogo yanaogelea. Watu wanajibu. Tukaweka nani pale mstari wacheza nini? Huku gizani hapo. Yani hapo muziki umezima lakini sawa. Mnatia vibe hata pale bosi mada kweli hawa vijana wangu hawa wanafanya kitu kizuri sana. Ndio. Langu nyenda bure. Kwa hiyo ni changamoto hizo zipo kweli kweli. Ndio. Sasa kwenye kufungua champagne naonaga mnatumia nguvu nyingi sana, mnacheza, mnaruka, mnafanyaje? Yaani ile ni kwenda na trending tu au kuna kitu ndani sisi hatukijui? Kwa nini huwa mnatumia vibe kubwa kiasi kile? Unajua sasa hivi kila mtu asilimia nyingi anajua kufungua champagne. Ndio. Kwa hiyo sasa inabidi uweke aina tofauti ya kufungua champagne. Sawa. Utakuta kuna mdada pale anakuja anafungua champagne. Kwa hiyo sasa kwa tofauti kwa kwamba sisi tumekodiwa. Lazima tujitutumue. Kuna kauli anasema nani msemaji wa Simba ito nani? Mediali. Kibabage anajitutumua kweli kweli. Kwa hiyo sisi inabidi tujitutumue ili bosi afly kwa sababu unafungua champagne boss pale anakuona. Kwa hiyo inabidi pale ucheze nini, weke madoido, watu afly, watu waenjoy sema kweli hawa kazi wanafanya. Kwa hiyo ni tofauti upo. Kwa tofauti wa mdada kuna mtu anakuja tu mdada anafanya champagne kawaida anaacha. Kwa hiyo tofauti ndio kwa hivyo. Katika kutengeneza tu tofauti kama tunavyoona kundi letu linaitwa Golden Classic Maids. Na moto wa kundi ni we are so unique. Kwa hiyo maana yake kwenye champagne tunajaribu kutengeneza ile uniqueness ya kundi, kuonekana tofauti na watu wengine wao wanavyofanya. Kwa mwisho wa siku naikuta watu wanafurahi nini, hivyo tunakizi mahitaji ya mteja wetu. Hamuonai kama mnapoteza muda, maana mnatumiaga muda mwingi. Sasa hapo ina depend na ratiba ambazo zimepangwa. Kama kwa sababu MCC ndio huwa na ratiba zote. Kwa hiyo kama akituachia ile free time ya kuendelea kuonyesha vibe kwenye kufungua champagne, sisi tunaendelea. Akisema tukatisha tunakatisha. Kwa hiyo tunasikiliza the way kilivyopangwa yani pale. Yeah. Mnahisi maids mnaweza kufanya sherehe kaonekana expensive hata kama ni ya bei ndogo, ni ya bajeti ndogo? Unajua sisi tumekodiwa, lakini tunaweza tukaja pale kwa jinsi tulivyopendeza. Mtu akiwaona tu kwanza anasema bwana nimwagea 700,000. Ndio, lakini wamevaa nguo za milioni 3. Wamevaa nguo za milioni 3. Ndio. Langine ameongeza. Lakini sisi yani sisi sherehe yote iwe ndogo iwe kubwa, ukija kwenye viwango vyetu sisi tunaifanya kuwa kubwa. Umeelewa? Sisi tunaifanya kuwa kubwa zaidi. Tutapendeza, tutaburudisha. Labda sababu sherehe hii tena ni watu ametukodi mtu mheshimiwa tufanye vizuri sana, alafu huku ametukodi mtu wa kawaida tumfanyie kawaida. Hapana. Sisi jinsi tunavyofanya huko kwa wateja wote nyie kwenu ni sawa. Sisi ni level sawa. Ukishakuja kwenye viwango vyetu tu. Kwa hiyo hata kama sherehe yako ni ya kawaida sana,
hata kama mwenyewe labda umekuja pale unaogopa ni ukumbe, yani unaona aibu kwa watu nini, sisi hatukushauri kunywa pombe. Sisi tutakushauri kwa tunacheza hivi, vibe inaanzia kwetu afu unafuata. Na mboga nyuma, narudi hapo awali, tuendaga shule moja bwana, tulipendeza sana kuliko bwana harusi. Bwana anasema, "Da dogo zangu, mbona mmekamia sana? Yaani kwa ile leo hapa ndo mmevaa hivyo kweli?" Bwana anambia, "Hamna bwana, sisi bwana ndio kazi yetu, kwa usijikumiti tu kupendeza muda wote, wakati wote. Hatuna viwango." Kwa hiyo yani sisi kukodiwa ni jambo zuri sana. Sherehe nyingi zinapooza, yani unakuta wanaingia tu maharusi wamepooza. Kwa mabisi tuje bado tuwachangamshe, wafurahie sherehe yao. Maana katika maisha hiyo sherehe haijirudi tena. Kama hapo unasema kuna shughuli 3 duniani: kuzaliwa, ndoa na kufa. Sasa huwa tunafanya kitu kizuri sana. Tunajiandaa kwa muda mrefu kufanya kitu kilicho bora kabisa. Jukumu la mavazi ni juu yetu. Maana yake wewe mteja unavyokuja kutoa oda kwetu, wewe sema tu aidha nataka rangi fulani au nataka mshono fulani. Sisi tumejipanga kwenye hilo. Kwa sababu sisi tuna sehemu maalum. Sitaki kuongea sana maana tukatoa kodi ya zingine ambazo yaani sisi tumejipanga kuhusu masuala ya vitambaa, kuhusu masuala ya mafundi. Mimi nakwambia kitu. Sisi kuna mteja alishatubuki Jumanne. Sherehe yake Jumamosi. Kataka nguo. Sisi tunayo, lakini kataka mshono ambao yeye anautaka. Lakini sisi tulienda kununua kitambaa, tulienda kuchukua kitambaa Jumatano. Tukampelekea fundi siku ya Jumatano. Fundi wetu sisi na vipimo vyetu maalum. Fundi mnakuwa naye hapo au mna? Sisi tuna mafundi wetu maalum. Mafundi wetu kabisa ambao sisi tumeingia nao bia. Kwa hiyo Jumatano hiyo akaanza kukata, Alhamisi, Ijumaa nguo zimeisha, Jumamosi kafanya kazi. Huku watu 6, huku watu 6, watu 12. Sasa hata mteja mwenyewe anavyokutangazia habari njema kwenye sherehe zingine tofauti na hiyo yake, anakuambia wale watu sio watu wa mchezo, wamejipanga sana kwenye mambo ya kazi zao. Umeelewa? Kwa hiyo kuhusu wateja wetu ambao wanahitaji huduma kutoka kwetu, wasiwaze kuhusu rangi, wasiwaze kuhusu mshono. Muda wote booking mambo gani yanaendelea, tumejipanga sana. Lakini nasikiaga, japokuwa sina uhakika, maids wengi wanakuwa wana date wao kwa wao. Hiyo imekaaje? Mara nyingi wanaopangana labda kama ni hao mbele wanaofuata, yani inakuwa ni hivyo. Ndio maana hata kuna session ukumbini inatokea, labda ni ile fest dance ile ya maharusi, unakuta maids nao wanachukuana, mwanamke na mwanaume, mwanamke na mwanaume, si ndio? Ukija kupeleleza baadaye unakuta yule demu wake. Hiyo imekaaje? Hiyo kwa upande wetu sisi ipo tofauti kidogo. Sisi tumetumia mfumo wa kutoka kuchanganya mapenzi na kazi. Yaani sisi jinsi unavyotuona mara nyingi unamwona mbele labda Tony na Diana, usifikiri labda wana mahusiano. Hapana. Labda ukamwona Lamso na Kasi ukafikiri labda na mahusiano. Yaani sisi mahusiano na kazi vitu tofauti. Ndio maana watu wengine wanaambia bwana hivi hawa jamaa wawili mdote mbele na mdada mwenye mwanya na mimi naonaga wanakuwa Bennett sana. Unakuta maids washamaliza pale, labda ameruhusiwa kakae, unakuta huyu anamjali huyu mara mpaka mfatia chakula. Yaani iko hivi. Unajua sisi tulivyojipangia, tunavotoka mazoezini siku ya maybe labda ya Ijumaa, kesho tunaenda kwenye show. Tunavipanga vile vikosi. Wewe utakuwa partner yako ndo huyo. Kwa hiyo unavainuka unanuka na partner yako. Umeelewa Unavainuka unanuka na partner yako. Unavenda kula unanuka, yani unavakana na partner yako. Hasa ile pale moment watu wanajua kama vile watu wana date. Kumbe kiuhalisia ni sio kweli kabisa. Sisi waga tuchanganye mapenzi na kazi. Sio kwamba labda hawana mahusiano, lakini ni nje huko. Ilikuwa mwaka 2019. Mida ya saa 6 kama dakika 45 hivi. Mimi nilikuwa kwenye ukumbi mmoja unaitwa Kristo Mfalme. Hiyo siku ilikuwa siku ya Jumamosi tarehe 11. Sisi kule ndo sherehe inaisha, wenzetu ambao walikuwa kwenye sherehe ya Kimara wanatupigia simu ya mshtuko kwamba kuna mwenzetu mmoja kagongwa na gari, muda anatoka kwenye sherehe.
wanatoka nje, gari ambayo ilikuwa imewapeleka ilipata dharura ikaondoka, kwa ikabidi wasogee barabarani ili mradi wapate usafiri waende makwao. Ile muda wanafika tu barabarani, wanavuka barabara, mmoja wao alikuwa sijana anacheza simu. Namkumbuka sana yule dada. Bahati mbaya gari ikampush. Baada ya kumpush, kwa jinsi maelekezo yalikuwa yanaelekeza, baada ya kumpush yule mdada akainuka. Kuinuka watu wanapiga makelele. Sasa yule dereva alivyoona vile akapita naye kwa mara ya pili. Akamrudia kwa mara ya pili, akamburuza kwa umbali mrefu, akamuumiza sana yani. Mimi napigwa simu, nipo ukumbini, ikabidi sherehe kule kwetu ilikuwa ishaisha, ikabidi sisi tusubiri tena gari, tukachukua bajaji tukakimbilia hospitali moja hivi inaitwa ipo Sinza, inaitwa Palestina. Tulipofika pale ilikuwa moment moja ajabu sana. Dada alikuwa ameumia upande wa kichwani vibaya mno. Haijachukua dakika 10. Alitoka tu daktari ndani. Akaambia maana kundi zima wote tulifika pale. Makundi yote ambayo tulikuwa tumetoka show kwenye siku, maana tulikuwa na show zaidi ya 3. Kwa hiyo yule daktari alitoka nje akatuambia, kiongozi unapa nani? Mimi nikainuka kama kiongozi. Wewe ndio kiongozi? Mbona mdogo? Maana 2019 nilikuwa na muonekano mdogo sana. Mbona mdogo? Nikamwambia mimi ndio kiongozi. Hebu njoo pembeni. Sasa niliona zile pembeni nyingi zile. I say. Sasa changamoto ilikuja pale asubuhi. Familia yake unaenda kuwafikisha taarifa gani? Na wazazi huwa wanafahamu, lakini yes, wanafahamu, lakini kwa miaka hiyo 2019 ilikuwa hatuna mikataba official kama sasa hivi, lakini tulikuwa tunaomba. Yaani tunaongea na wale wadada alafu tunaomba na kwao. Kwa uzuri wake ilikuwa kama bahati, nilienda kuongea na wazazi wake yule mdada. Sasa lakini ndio nimeongea nao. Wewe asubuhi pale unaenda kuambia nini? Ilikuwa moment ngumu sana kwa upande wangu. Yaani ilinikatisha tamaa sana, lakini tunashukuru Mungu tulifanikiwa kuzika na maisha mengine yakaendelea. Changamoto nyingine tunakutana nayo ni pale baada ya sherehe kuisha, kukabidhiwa pesa ambayo imebaki. Maana kulingana na mkataba ambao unavyosema, mtu akija kulipia advance, inabidi alipie advance, then itabaki la kidogo ambayo inabidi alipie siku husika ya harusi. Sasa unashangaa unaenda ukimfuata bwana harusi anakuambia nenda kamuone mweka hazina kwa hiyo sherehe. Unamfuata. Mimi nakumbuka kuna mmoja alishasema nimeenda kufuata hela. Akaniambia nyinyi mama, nataka hela tena ya nini? Si mshakula, mshacheza. Nimeenda kula, yani hawajali, yani kama sio ni kazi yetu. Ndio. Kwa hiyo hapo inatukata sana. Au kuna mwingine anakuambia nitatumia kesho. Nitatumia kesho, subiri kwanza mimi nikipata nitatumia. Watu wanatu. Sasa maharusi wa hivyo inabidi wakutane na clip za yule jamaa. Kuna jamaa moja mtandaoni anaanzaga maharusi wote ni washenzi. Inabidi akutane. Yaani unafikiria mtu washenda pale, anahisi labda sisi tukafuata kula sio na kucheza, hapana. Ni kazi kama kazi nyingine, inabidi uheshimu. Sawa. Kwenye changamoto ya pesa, huwa maharusi wengi sana pesa wanaweka kwenye simu au kwenye benki. Na watumia la kutolea. Natumia kutolea. Yaani inafika muda shughuli ishaisha. Unaambia bwana bosi na naomba kiasi kilichobakia. Nikutumia wapi? Au natumia benki. Kwa sababu hapo sisi tunavyokuja ukumbini huwa tuna gari letu tunakuja naye na tunakubaliana naye bwana mwisho saa 6 shughuli hiyo tunaondoka. Sasa huwa zinazidi ruti za ziada za kwenda kutoa hela, naye kule sisi dereva anatukata pesa. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu, maharusi wetu waandae pesa mapema mkononi, wasitume kwenye simu. Sehemu nyingine unaenda usiku, maduka ya mjini wanafunga mapema sana, muda mwingine dereva anagoma, unachukua pikipiki, unaenda kutaka kutoa hela, hiyo ni gharama nyingine. Unajua ushatoa 15,000 20,000, kuna kitu hapo umekipunguza katika bajeti yenu. Kwa hiyo cha kufanya hapo maharusi waandae pesa mkononi mapema. Aidha pale tukifika tu ukumbini anaweza katukabidhi na shida, au baada ya sherehe kisha tukabidhi haina shida, inakuwa inasaidia kidogo kwa upande wetu. Ndio. The Wedding Cycle.